kweli kweli. Tafadhali mashukuru wa vijana wilaya ya Mvomero, hadhara ni ya kwako sasa. Zungumza ulishajaliwa na Allah juu ya hili katika wilaya yako, katika kata yako ya Mvomero. Karibu. Alhamdulillah alladhi kwa kupewa hii fursa, lakini mimi ni katika wadogo ambao hapa hawapaswi kusema. Katika hadhara kubwa yenye mfano wa hii sipaswi kuzungumza wala hata neno moja, lakini ukitumwa ni wakubwa, hautakiwi kutuma. Kilichotukusanya ni hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah ametutaka wachache miongoni mwetu tuwe wenye kuyasikiliza maneno. Sasa moja kwa moja tuchukue katika Suratul Fath. Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an ya mwisho. Allah anamwambia Mtume Muhammad, Muhammadur Rasulullah والذين معه على آخر الآية. mpaka mwisho wa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, wewe ni mtume wa Allah na ambao watakufuata nao wao ni mawarithi wa mtume. Ndio maana ukaniona nimesimama hapa. Al-anbiya hum warasatul al-ulama hum warasatul anbiya. Lisa mtume sema. Wale ulama hawa ndio warithi wa mtume. Wanaishi nini? Hawa wanaishi aya za Qur'an na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mwenyewe anasifiwa Mtume Muhammad kwenye baadhi ya vitabu. Anaambiwa mtume, huu uzuri wako hauwezi kuzaa mwanamke yoyote, yaani wewe umeumbwa kama umejiumba mwenyewe, yaani mtume ameanza niumbe hivi. Ndio maumbile ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa ni mwenye tabia njema, yeye alikuwa ni mfano wa kuigwa. Halafu sisi tuna kitu cha kuigwa, ni hii jamii ambayo tunayoongoza. Kuwa na jamii ambayo anatakiwa kuwa aigwe. Kwa sababu umma huu haungekuwa huitwa umma bora ila kwa sababu ya kuamrishana mabaya wayaache na ya heri wafanye. Sisi tumekuwa ni umma bora kwa sababu ikitokea jambo baya sisi tunakatazana, ikitokea heri sisi tunaamrishana. Na mimi niwarudisheni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zama tulizofika ni zama mbaya sana, na hii Allah subhanahu wa ta'ala alimpa
Kwa uchache tunamalizia, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maradhi. Alipopata ni ugonjwa Bwana Mtume akawa anatofoka nywele zake hutoka, kisha mwili wake huwa na madonda. Allah anampa mtihani Nabii Allah, kisha katika ruya Mtume alipolala katika usingizi akajiliwa ni malaika wawili, mmoja amekaa juu ya kichwa chake na mwingine